Tunaamini kwamba ushindi lazima. KTB Media. Asante. Kwanza atakabidhiwa mwenyekiti hapo, apewe mwenyekiti ndio apeleke mezani. Mwenyekiti sasa unakupokea kombe, unaenda kuliweka kwenye meza hiyo andaliwa. Tunaomba hiyo meza isiwe na chochote. Makofi, makofi, makofi. Makofi, makofi, makofi. Asante. Asante kwa burudani. Sasa tunaweza tukatulia. DJ kamata. Asante sana. Asante sana mabibi na mabwana. Tukae kwenye nafasi zetu. Mwenyekiti hataondoka hapa, atatufungulia rasmi ili tuanze ratiba yetu. Mwenyekiti, watu walioko mbele hapa, kamati ya mapokezi nimeambiwa mheshimiwa mkurugenzi amefika, mwende mkapokee mgeni wakati mwenyekiti anafungua. Hawa watu utumie kama dakika 3 kama sio 2 wakaribishe na kutufungulia ili mimi sasa nianze kulishambulia jukwaa kama mtangazaji. Karibu. Asante mchakato kwa hapo oye. Kwa niaba ya kamati yangu kama nilivyokwisha waeleza, hii ligi ya mchakato kwa hapo ni awamu ya 4 na mimi hizo awamu ndio naziendesha na shughuli inaenda vizuri. Naona leo shughuli iko vizuri. Baada ya kusema hayo, kikao hiki na kifungua rasmi au sherehe hii. Jamani, makofi kwa mwenyekiti. Tunaomba tufungue kwa sala. Tunaomba wale tulioandaa waje kutuombea. Dakika 2 basi kwa maombi tujikabidhi kwa Mwenyezi Mungu. Naomba wote tusimame kwa heshima ya Mungu. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, mtakatifu wewe uliyeumba mbingu na dunia, ukaumba vitu vyote tunavyoona na visivyoonekana. Mungu wetu uishie milele. Ni wakati wa kutoa shukrani kwako. Asante Mungu jinsi ulivyotusaidia na kutulinda. Tangu hii kazi inaanza tulihusika nawe na ukatoa kibali. Ni wakati tayari leo tunapokwenda kuhitimisha. Kabariki ukumbi huu, kabariki wageni na wenyeji waliotoka mbali na karibu. Amani tawale mazingira haya. Neema yako ikafunike ukumbi huu. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ewe Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi, mwenye kutaka kitu kiwe kikawa, mwenye kutaka kitu kisiwe kikakiwi, kwa uwezo wako umetukusanya hapa kwa baraka zako na kwa neema zako. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uweze kujalia burudani yetu hii jinsi ilivyoanza kuanzia mwezi jana mpaka mwezi huu, ilivyoanza kwa salama na amani, ile vile iweze kumalizika kwa salama na amani. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba uwe ni mchezo wa amani, uwe ni mchezo wa upendo, uwe ni mchezo wa mshikamano, uwe ni mchezo wa maelewano, uwe ni mchezo wa kuelewana na kuafikiana. Ewe Mwenyezi Mungu, kwa baraka zako na neema zako tunakuomba utulinde katika mchezo wetu huu, uweze kuisha kwa salama na amani. Amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam. Asante. Mbele yetu amefika mheshimiwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kyerwa. Karibu sana kiongozi. Sasa amekuta tukiendelea na maombi. Karibu sana mkurugenzi. Hapa ni kata Songambele, ni kata ambayo kiukweli kwa habari za michezo tuko vizuri.
Karibu sana kiongozi. Baada ya kuwa sasa mkurugenzi amekaa kama sio kuketi kwenye nafasi yake, tunaanza ratiba kama ifuatavyo. Ufunguzi tumekamilisha. Sasa naomba niwaite wale watu wa burudani. Mchakato ashangiriwe, makofi tumpigie. Anti, piga. Anza kwangu kugani mchakato unisikie, nikutaje kwa mapana, wabaya wanichukie, ulinganishwe na mora wapagani wakutete. Mchakato ushangiriwe, wapagani wakutete. Sitata kupiga kampeni na nyinyi kweli mwaona, tunaye kiongozi mahiri, kijana wetu mchakato. Mambo mengi yamefanya, magari mengi yanapita, sisi wala tunashaka kwa upande wa magari. Hata sina tupani, machozi yananizidia, ila mchakato unione kweli, unione kweli. Kila unakwama wapi nipate kukuelewa, kiongozi wetu mahiri, kijana mchapa kazi. Hashimu Tibita na mtu afamu na kwama wapi, wala hanga usita wazolea. KTB Media. Aidha, tunashukuru chama cha mpira wa miguu Kyerwa kwa kushirikiana na afisa utamaduni wa wilaya Kyerwa kutupatia miongozo na maelekezo ya namna ya usimamizi na uendelezaji wa shughuli zetu za ligi kwa maana ya mchakato wa 2025. Sababu na hayo, ndugu waheshimiwa, na mchezo mara ya kwanza ilianzishwa ligi 2016, mara ya pili 2017 na leo 2025. Hii ni ligi ya tatu tangu kuanzishwa kwake mchakato wa. Na leo hii inapohitimishwa kwa mashindano haya ambapo timu mbili zimeingia fainali ambazo ni Kitega FC na Muungano FC. Pia siku ya jana timu mbili zilicheza, mshindi wa tatu ambaye ni Mingine FC na Songambele FC, ambapo mshindi alipatikana Songambele FC aliyeshinda kwa mkwaju wa penalty. Hali ya timu, ndugu mgeni rasmi, kupitia ligi hii timu 9 zilishiriki ambazo timu ya Mingine FC, Muungano FC, Umoja FC, Chipukizi FC, Kagarama FC, Kibondo FC, Kitega FC, Sama Boys FC na Songambele FC kwa waliokidhi vigezo kwa mjibu wa takwimu tulizokuwa nazo. Mafanikio, ndugu mgeni rasmi na viongozi wote, katika kipindi chote cha uanzishaji wa ligi hii tunaweza kujivunia walau mambo machache tunaweza kuyafanikisha, ambayo ni kama vile kuibua vipaji mbalimbali kwa vijana kata ya Songambele. Timu zimeweza kushiriki vyema bila kutokeka na matatizo. Kupitia mchakato kwa 2025 wananchi wameweza kupata burudani kupitia mchezo. Pia kupitia ligi hii jumla ya shilingi milioni 7,362,850 zimetumika kwa maana ya uendeshaji wa ligi pamoja na zawadi mbalimbali ambazo ni sawa na mshindi wa kwanza anaenda kuchukua 375, mshindi wa pili 265, mshindi wa tatu 160. Pia kuna zawadi ya mchezaji bora, kuna mfungaji bora, timu yenye nidhamu, timu isiyokuwa na nidhamu, goalkeeper bora na zawadi kwa jezi kwa kila kijiji. Changamoto, ndugu mgeni rasmi, viongozi wote, licha mafanikio ya tatu tumeweza kukutana na changamoto mbalimbali katika utekelezaji wa majukumu yetu ya ligi hii. Baadhi ya changamoto zilizokutana nazo ni kama ifuatavyo: moja, ukosefu wa jezi kwa kila timu; mbili, ukosefu wa hifadhi ya mchezo kama mpira, viatu na hifadhi nyingine; tatu, ukosefu wa nyavu imara. Ombi, kupitia changamoto hizi, ndugu mgeni rasmi, tunaomba kutatuliwa kwa changamoto hizo ambazo zileta hali ambayo sio nzuri kwa mchezo, ambapo lengo kuu la ligi hii ni kuendeleza ligi ndani ya kata na Songambele na kuibua vipaji kwa ujumla. Mikakati, ndugu mgeni rasmi na ndugu wananchi, tunatarajia ligi hii ya mchakato kapiwa mwendelezo kwa kila mwaka kwa vijana kata Songambele kuibua vipaji kupitia mchezo, na ikibidi uitwe timu moja ya kata kwa maana ya mchakato hapo Songambele. Tano, shukrani. Ndugu mgeni rasmi, ndugu viongozi wote na ndugu wananchi wanaohudhuria hafla hii, nitumie fursa hii kwa niaba ya bodi ya kamati ya ligi ya mchakato kwa 2025 tunashukuru kwa kubali kupitia mialiko yetu kuhudhuria na kushiriki nasi katika shughuli ya kuhitimisha ligi hii. Mwisho kabisa, nawashukuru kwa utulivu na usikivu wenu mzuri, na naomba risala yangu ipokee na wasilishe. Mchezo ni safi, Atus Kalimera kwa niaba ya wajumbe kamati ya ligi mchakato kwa 2025.
Asante sana kwa risala. Sasa tuende kuikabidhi huo. Nitaomba protokali sasa zinaanza kufuatwa. Wakisha kabidhi, nitaomba mwenyekiti wa UVCCM wa kata ya Songambele ufike mbele tufanye jambo. Asante, risala imekabidhiwa kwa mgeni rasmi. Risala sasa inapokelewa. Asanteni kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Awali yote kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye anaendelea kutujalia mpaka siku ya leo tunaendelea kuwa hai. Lakini nichukue fursa hii kumshukuru sana ndugu yangu, kaka yangu Mchakato kwa jinsi anavyoendelea kufanya michakato na mpaka tunapata mambo kama haya sisi vijana. Kwa niaba ya vijana wote wa Chama cha Mapinduzi ambao wako hai na vijana ambao sio wa Chama cha Mapinduzi, nipende kuchukua rai hii kwa moyo wangu mkubwa sana na moyo wa raha sana kukushukuru sana kaka yangu, ndugu yangu Alexander Rugara, jina maarufu Mchakato. Ubarikiwe sana. Na nia yangu na malengo yangu ambayo mimi na wewe brother tumeshawekeana, nadhani tuna lile jambo letu la makusudi. Niwaombe sana kupitia hadhara hii ya kwamba brother Reki ana makusudi yake, na sisi kama umoja wa vijana wa kata Songambele tutamuunga mkono asilimia zote ili tukamilishe makusudi yake. Hiyo makofi. Makusudi. Wale vijana wenzangu wananijua nikisema makusudi mnasema makusudi. Sasa watu wote mabarozi huko, wajumbe nini, makusudi. Niombe twende na hii kauli makusudi. Sasa twende tutimize makusudi yetu. Nia yetu ni nzuri kwa ajili ya kata yetu. Hatuna mashaka na brother Reki. Ametusaidia makubwa sisi kama umoja wa vijana. Ametusaidia makubwa kama Chama cha Mapinduzi. Nyote mnajua ya kwamba tunapokuwa na shaka na usafiri, aidha tunaenda kumwona kiongozi yoyote wilayani, Reki anatoa magari yake bila kinyongo chochote. Kwa hiyo mimi niwaombe ndugu zangu, tumuunge mkono ndugu yangu, tumuunge mkono Reki. Mwenyezi Mungu akijalia, kwa sababu swala la kutia nia sio lazima, lakini Mwenyezi Mungu akimjalia katia nia, tumuunge mkono 100%, tumpe apeperushe bendera ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu sisi sote ni wamoja. Nimkaribishe mwenyekiti, nimkaribishe katibu wa Chama cha Mapinduzi wa tawi wa kata ili aendeleze na protoko yake kwa ajili ya utambulisho. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Makusudi. Sijasikia. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kidumu chama tawala. CCM oye. Mheshimiwa mgeni rasmi, katibu mwenezi wilaya ya Kyerwa, ndugu yangu mwenyekiti wa halmashauri jina maarufu Bahati, mwenyekiti jumuiya wazazi wilaya ya Kyerwa, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya yetu ya Kyerwa, mwenyekiti wetu wa serikali ya kijiji, watendaji wa chama na serikali, viongozi wa chama, viongozi wa dini, waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Awali ya yote tunamshukuru Mungu kwa ambaye ametuwezesha tukawa hapa. Mimi leo nimesimama kwa hoja mbili. Kwanza, mwenyekiti wangu wa chama amesafiri, yuko Zanzibar, ndiye angekuja hapa kufanya baadhi ya maneno, lakini nichukue nafasi hii kukushukuruni. Katika kutaja sijamtaja katibu mwenzangu wa Rwabwe, nadhani itifaki ilishazingatiwa. La kwanza, kupitia umma huu niwatangazie kama katibu wa chama, tangu tarehe 1 ya mwezi wa 5 kuanzia saa 2 asubuhi tutaanza uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Songambele tumepata vituo viwili,
Tuna kituo kiko Migina, ofisi ya kijiji, na kituo cha pili kiko Songa Mbele, ofisi ya kijiji. Wanahusika ni wale waliokuwa hawajafikia umri, walikuwa wamesafiri, walikuwa na changamoto mbalimbali ama vitambulisho kupotea. Kwa vituo vitafunguliwa rasmi saa 2 asubuhi mpaka saa 12 kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 7. Kwa hiyo niombe wale ambao watakuwa na haja ya kufanya hivyo, twende tuboreshe daftari letu na kuwa na vitambulisho. La pili, nimekuja hapa kwa ajili ya utambulisho. Hadhara hii na watu wengi lakini wenye faida. Nitaanza na wale waliokuja kuangalia michezo, wale wananchi. Naomba tunyoshe mikono. Wananchi. Nikimaliza hao, hata viongozi wananchi. Nikimaliza hao, niombe mabarozi wetu, mabosi wetu tunyoshe mikono mahala tulipo. Mabarozi oye! Leo tuna jambo letu, si ndio? Mama Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa halmashauri ya chama taifa, amefanya mabadiliko ya katiba na kumpa heshima barozi wa shina na wale wajumbe wake 4, yeye ni 5. Mama Samia oye! Kwa leo tuko hapa kwa ajili ya kushuhudia michezo, lakini itafika muda mtaanza kusalimiwa salamu nyingi kwa siku. Mabarozi oye! Mwenyekiti wa Kitega, huyo ndiye yuko katikati, wengine nadhani wana kazi maalum. Baada ya hapo, niombe jumuiya ya vijana mahala walipo. Yuko katibu hamasa na katibu wa vijana na mwenyekiti, simameni. Katibu, mwenyekiti wa kina mama na katibu wake, hebu simameni. Wazazi na katibu wake, manake chama kimekamilika. Na anayeingia ndio mtendaji wetu wa kata. Mtendaji wa kata naomba apewe nafasi. Mtendaji wetu wa serikali akae naye ayashuhudia chama yanayofanyika. Huyu mkurugenzi wa halmashauri. Hii ni zoom ingi. Unajua kama ina zoom. Lakini walitokea wataalamu mainjinia waliosema imejengwa chini ya kiwango. Uchungu wa mwana, samaki mkunje, mtoto mleavyo, mchakato oye! Mimi nichukue fursa hii kuwashukuruni nyote mlivyohudhuria kuangalia fainali hizi zinazoishia timu mbili cha Nyangabo na Kitega, na wapongezeni sana, lakini pia nimpongeze ndugu yangu Mchakato na kumshukuru kuweka hii ligi ambayo inaendelea leo. Tunaona fainali. Sina mengi sana, na watakia mchezo mwema wachezaji. Asante sana mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi. Kwa niaba ya ofisi ya mkuu wa wilaya, napenda kuwapongeza wadhamini na wote wadau ambao wameshiriki kwenye michezo hii kwa ajili ya kuleta burudani, ya kuleta umoja pamoja, ya kufurahi, lakini pia na watu watapata faida zaidi kwamba naona kuna kombe hapo pembeni. Kwa hiyo Mchakato Cup nikupongeza sana kwa hii kazi kubwa ambayo umeifanya na kuiandaa. Hivyo tunakupongeza kwa kazi hii kubwa. Pamoja na hayo, zipo salamu chache ambazo zinatoka ofisini kwa ofisi ya mkuu wa wilaya, ambapo anawapongeza sana wanasonga mbele wote kwa pamoja. Pamoja na hayo, kuna tangazo fupi hapa ambalo tunategemea kuwa na daftari na kudumu na wapiga kura, lakini zoezi hilo itakuwa ni kuboresha baadhi ya taarifa, na hili itakuwa inahusu wale ambao hawakuwahi kujiandikisha au walijiandikisha baadaye wakahamia maeneo ya huko au eneo lolote. Kwa hiyo pale walipo hawakuwahi kujiandikisha eneo hilo, lakini pia kwa yule ambaye alipoteza kadi yake ya mpiga kura, hivyo itakuwa inahusu hao wote. Au kipindi kile zoezi hili linafanyika, basi huyu mwananchi anayeenda kujiandikisha alikuwa hajafikisha umri wa miaka 18. Na zoezi hili litaanza tarehe 1 mwezi wa 5 mpaka tarehe 7 mwezi wa 5. Hivyo
wananchi tunawatangazia sasa moja kwa moja kwamba mjitokeze kwenye maeneo hayo ambayo nitayataja baadaye, na tutakuwa na vituo viwili. Kituo kitakuwa Songa Mbele shule ya msingi, kituo kimoja, lakini kituo kingine kitakuwa ofisi ya kata Songa Mbele. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, na vituo hivyo vitafunguliwa saa 2 asubuhi na kufungwa saa 12 jioni. Pamoja na hayo pia tutakuwa na Mwenge wa Uhuru ambao utapokelewa wilayani Kyerwa mwezi wa 9 mwaka huu. Hivyo tunawaalika wananchi wote wa kata ya Songa Mbele kuhudhuria kwenye sherehe hizo za mapokezi ya Mwenge ambayo tarehe rasmi itatangaziwa, lakini mjiandae kwa ajili ya sikukuu hiyo kubwa ndani ya wilaya yetu ya Kyerwa. Na mwisho kabisa nipende kuwapongeza tena walioandaa michezo hii. Nimpongeze tena kwa dhati kabisa Rugara au Mchakato kwa maandalizi mazuri na yaliyo bora sana, yaliyoweza kuwakutanisha wanasonga mbele kwa pamoja. Kwa tunakupongeza, na ikiwa utawiwa tena, andaa tena zaidi ya haya huko mbele ikiwezekana. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana. Michezo safi, Mchakato Mchakato safi safi, Mwikairege makusudi. Mimi nipende kuwashukuru nyote mlioshiriki kujifunza. Kwa wale waliokuwa nasalimia kwamba karibuni, karibuni, karibuni sana. Meza kuu nitambue uwepo wenu, lakini nitambue uwepo wa mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, lakini nitambue uwepo wa mwenyekiti wa halmashauri, lakini nitambue uwepo wa mwenyekiti wa matawi wote kata nzima, matawi 4, lakini nitambue uwepo wa mwenyekiti wa vijiji 4, lakini nitambue uwepo wa makatibu wote, lakini baada ya hapo nitambue uwepo wa mabarozi wote. Baada ya hapo nitambue uwepo wa mashabiki, wananchi wa kata ya Songa Mbele. Awali ya yote nishukuru Mungu kwamba mmekuwa na uwiwo wa Mchakato Cup. Mungu awabariki. Amina. Kwa ujumla mimi nina furaha pekee mwagandagaza. Nimefurahi sana. Nimefurahi sana kwamba mko pamoja na mimi. Nitakuwa na hotuba muhimu nitakayotoa nasaha kwa vijana, lakini nitakayotoa nasaha kwa viongozi. Nitakuwa na maombi pia ya kuwaomba viongozi wanisaidie katika hili, kwa sababu tukifanya hivi vijana tunawaletea vipaji. Nishukuru uwepo wa mheshimiwa katibu, uwepo wa mheshimiwa katibu kata, uwepo wa mheshimiwa katibu vijana WT, mwenyekiti wake, kwamba mwagandagaza. Nimefurahi sana. Asante. Nimefurahi sana na nimefurahi mno. Baada ya hapo nimkaribishe mwenyekiti wa halmashauri, rafiki yangu kipenzi, kama alivyosema mkurugenzi wa halmashauri ya Kyerwa, awe na neno la kusema kwa jirani yake. Mimi ni jirani yake, lakini pia ni rafiki yangu. Songa Mbele oye! Mchakato safi! Makusudi, makusudi, makusudi. Vijana viva, vijana viva! Uchungu wa mwana. Asanteni sana. Bwana Hamid Sekera, mkurugenzi wa CRDB Bank Tanzania, anatujengea uwanja pale Kyerwa. Anatujengea uwanja pale Kyerwa. Ule uwanja ni sawasawa na uwanja unaojengwa Karagwe.
michezo, wilaya hii ya Kyerwa inaweza ikawa ya kwanza kupata uwanja kuliko Karagwe ambao walitutangulia. Kwa nadhani vijana, wakati mnaandaa hii michezo, mkae na mwelewe ligi hizi na mashindano haya ni pamoja na kuandaa timu ya wilaya kwa miaka inayokuja. Na ligi kubwa za wilaya zitakwenda kuchezwa kwenye uwanja ule ambao unajengwa na kufanya maendeleo yaliyo mengi. Ndugu watu wa Songambele, mimi naelewa kila maisha yana mambo yake, lakini kila jambo lina vyanzo vyake. Kwa hiyo hizi burudani na maelfu mlioko hapa, ingekuwa leo hakuna ligi hizi, maana yake mngekuwa kwenye shughuli nyingine ama nzuri ama nyingine sio nzuri. Kwa hiyo kwa muda huu inaweza ikarahisisha kupunguza yale ambayo yalikuwa makosa yakawa sahihi na kuweza kufanya vizuri. Lakini pamoja na hayo, nadhani mkurugenzi wangu mmemwona, anawashukuru na kuwapongeza. Lakini sisi kama Kyerwa tuko pamoja na ninyi kata ya Songambele kuhakikisha tunafanya maendeleo hata yale ambayo tunadhani hayajafanyika, baada ya yale yote ambayo tumefanya. Na naamini walikuwa wanasema shule ya uwezo, serikali inaleta fedha, lakini kuna mradi mingi tunafanya kama halmashauri ili kuhakikisha tunashirikiana na viongozi wenu ili kuhakikisha tunapata maendeleo mazuri. Ndugu mgeni rasmi, mimi naamini mimi ni mwenyekiti wa halmashauri, lakini nategemea kwamba tutakwenda kwenye chaguzi. Tunataka madiwani kwa maana ya kumchagua kwenye kiti tunapokwenda mbele. Sasa ninyi muwe tayari katika chaguzi ili kuhakikisha tunachagua viongozi ambao tunadhani watatuletea maendeleo. Baada ya maelezo hayo, najua watu wanakuja kucheza mpira na muda unakaribia na imebaki mgeni rasmi kutoa maneno yake. Mheshimiwa Alexander, watu wa Songambele kwa namna ya mpira, endeleeni kuwasaidia mambo mengi kwa sababu jamii inategemea na wewe mzao hapa. Sio kuishia kwenye mpira. Mfadhili au mdau kwenye maeneo ya kijiji pia ni mfano wa kuigwa kwa sababu ya kijiji chenu wenyewe. Kwa hiyo unaweza kuwasaidia watu kwa mpira, ukawasaidia watu kwa vyanzo vya maji, akupigia simu pika ukawasalimia. Hata kama vijiweni vijana wa changamoto, pikeni ukawasalimia. Mimi ndivyo nafanya kwangu kule. Japokuwa wewe sio diwani, wewe ni jamii mwananchi, wewe ni mwananzeni kwa maana ya wananchi wenyewe. Kwa mimi nafanya kwangu kwa sababu ni diwani, lakini yeye anaweza kufanya kwa sababu ni mwananchi wa Songambele. Sawa sawa? Ndio. Sasa mna maneno hapo sitaki kuingia sana, lakini najua ni kwamba sera ya sisi na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anawapenda sana wana Songambele. Anawapenda sana wana Kyerwa, anawapenda sana wa Tanzania. Wangapi mnasema Samia mitano tena na kazi iendelee ndani ya mkono kabisa. Samia mitano tena. Nawapongeza sana na washukuru sana. Tuombeane katika hili na ukaribisha sasa mgeni rasmi uweze kutoa maneno yako ili tuweze kuendelea na mchana. Asante. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kyerwa, Comrade Bahati Eneriko, mtu bingwa kabisa. Mwenyekiti wa wazazi wa wilaya ya Kyerwa, Comrade Uzuri, Banaleki Mchakato, mkurugenzi kijana mahiri, mpendo wa maendeleo, viongozi wetu wa kata, katibu na jumuiya zako, mabalozi wote, shikamoo mabosi. Mimi naitwa Tunakira Tujuke. Nimemwakilisha mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi katika kufunga michezo ya mchakato CAF. Sisi moye. Nilikuwa mtu mmoja Songambele akaniambia Songambele wakati kiongozi anazungumza huwa anapiga kelele. Ni kweli si kweli? Yaani nimesafiri kutoka Bugomora, ni mwenyekiti wa CCM wa wilaya anazungumza afu mtu mwingine unapiga kelele, maana yake nini? Ni Chadema ni CCM? Naomba wana CCM wote kwa Mungu akanioa nyamaza, nitoe hotuba yangu imalize, mbaki na kelele zenu. Unanielewa? Mimi ni kiongozi wenu, msiaiba kura, nimeshaguliwa na wananchi wote. Tulia. Sawa sawa? CCM wewe. Mheshimiwa Mwenyekiti wa halmashauri, nimekuja kuungana na wana Songambele
katika adhima ya kutimiza matakwa ya ilani ya Chama cha Mapinduzi katika swala zima la michezo. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye amekabidhiwa kutekeleza ilani kupitia kwa serikali yetu, halmashauri, mkurugenzi na wengineo, amenituma nije nimpongeze kijana wetu Alexander Lugala kwa kuanzisha ligi hii na kisha leo mitimishwa ligi hiyo. Pigie makofi tafadhali. Mzee Daniel Damiani ilikuwa wepo mahali hapa, lakini amekwama safarini Dodoma. Amenituma niseme yafuatayo. Chama cha Mapinduzi chenye ilani yenye kurasa 303, katika kurasa hizo kuna ukurasa unataja masuala ya michezo. Sasa katika kutekeleza hilo, Chama cha Mapinduzi kina wadau wake ambao ni wa kike na wa kiume. Katika hao wengi, leo mmoja amejinasibu kama ni mwenye uwezo wa kusaidia CCM, ambaye anaitwa Alexander Lugala. Alexander Lugala, si Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kinaanza na Mungu na kumaliza na Mungu. Tunaamini adhima yako na nia yako safi ina kibali cha Mungu, na wananchi wa Songa Mbele wanajua umuhimu wake katika eneo hili. Nimefurahi sana kwamba ligi hii haijaanza mwaka huu kama ambavyo wengine hujitokeza mwishoni kwa malengo yao. Ligi imeanza tokea mwaka 2020 na leo ni katika mwaka wa 5 wa ligi hiyo. Kwa hiyo naweza nikasema pamoja na malengo ya baadaye kama binadamu, pia wewe una roho safi na unawapenda Songa Mbele. Mimi nakupongeza sana. Mheshimiwa Lugala, Chama cha Mapinduzi kimenituma nikwambie, wewe tunakujua vema. Umeshiriki nasi katika chaguzi mbalimbali, umetusaidia katika michango mbalimbali ya chama, umesaidia wanachama wetu katika michango mbalimbali, na leo tunasema hongera sana. Sasa sisi Chama cha Mapinduzi ni kama mzazi mwenye watoto. Sisi oye. Siku nyingine kwa kweli nikituma nije hapa siji kwa sababu napenda nisikilizwe. Gharama kubwa sana katika kuandaa ligi hii ya Mchakato Cup. Chama cha Mapinduzi. Gharama shilingi milioni 7. Fedha ambayo inanunua gari, unatembelea gari, unaoa mke, unampakia mke wako, unafunga ndoa. Gari ambayo tuongozea wewe umetumia katika kusaidia chama chetu. Mimi nakupa mkono wa heri kabisa, Mungu akubariki. Ndugu Chama cha Mapinduzi, mwenyekiti wa CCM ametuma niseme yafuatayo. Kama ambavyo Mama Samia Suluhu Hassan alituma kuja Dodoma kwamba Chama cha Mapinduzi tarehe 28 mwezi wa 6 hadi tarehe 2 ya mwezi wa 7 tutafungua dirisha na wote wenye nia ya kugombea watagombea katika chama chetu. Sisi tumejihakikishia kwamba hatuna mpinzani nje ya CCM. Maana yule Kamdomo naye amekufa, amejizika kabisa. Yule Kamdomo yule mnafahamu yule. Kamdomo amekufa na amezikwa juzi hapa. Afsaidi mambo ya maadili, kwa hiyo hagombei. Tunachoamini yule ambaye kupitia kura za wanachama wengi ambao wanawakilishwa na mabalozi hao na wajumbe nyingi, huyo mtu atakuwa ni mshindi tayari. Tutachinja ng'ombe, tutapiga vigelegele vya kutosha. Ndugu zangu wajumbe, chama kimesema hivi, tarehe ya kupiga kura ya maoni, msipige maoni yenu wajumbe, mpige kura za maoni za wanachama waliowatuma. Chama kiliona wote hawatakuja kumchagua mmoja wao, badala yake wewe mjumbe umeheshimishwa kwa niaba ya chama na wanachama wote, umchagua mtu ambaye kelele za wananchi zinamtaja ndio wanamtaka. Unanielewa? Unanielewa vizuri? Hata kama mgombea yule ni wa chama ambacho wewe ulikuwa utaki amebadilika na miezi mitatu, chama kikimleta maana yake amestahilishwa. Hata kama yule mtoto wa mjomba, kama wananchi hawamtaki, wewe kama unamtaka mpeleka awe mwizi wa nyumba yako. Lakini kwa maana ya kuongoza wananchi wa Songa Mbele, sikilizeni kelele za watu wanataka nini. Sawa sawa? Sawa sawa? Kwa ndugu zangu, mimi nimekuja tu kusema mwenyekiti wa CCM anawapenda sana Songa Mbele. Na bwana letu, nimeona katika changamoto kuna swala ambalo mwenyekiti amesema nitaje. Hawa vijana wamesema wana ukosefu wa sare, wana ukosefu wa mipira. Mwenyekiti wa CCM sio mwenyekiti peshe. Namjua wote mzee Daniel. Amenituma nikwambie
nikuulize kwanza, idadi ya vijiji vya kata hii ni vingapi? Ni vingapi? 4. Ameniambia niseme kwa kujinasibu sana, hawajidai kwamba yeye sio mwenyekiti wa kusanya vihela ipo. Na wewe unamjua mkurugenzi mwenzako. Maana wewe pia sio mtu mwenye nia peche kwamba uone kwa shangazi yuko vizuri kijana wangu. Sasa mwenyekiti ameniambia kila kijiji anakipa mpira kama ule wa Manchester, kama wa Simba ambao wanacheza kule leo. Yaani zamani ya kila mpira 150,000. Sio mpira kama wa Yanga, kama wa Simba hivi. Sisi hapo wananchi Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo Manareki kupitia chama chetu utakabidhiwa mipira 4 ya kata ya Songambele. Mtu ambaye atafanya kazi unamuona asubuhi. Mtu anakuja kwako na ngoma, alikunywa pombe jana, anayumba utampa kazi. Lakini mtu ambaye amekuja asubuhi akiwa ameshiba, unamuona kabisa hana wasiwasi. Huyu hata kiweka shambani atalima vizuri, na hakika sisi moye, na hakika atafanya kazi nzuri. Mimi naomba tu niseme kwa ufupi sana kwamba Manareki, kijana wako anapooa, unafurahi kuona mke wake asubuhi anatematema mate, si ndio? Si ndio? Tunazungumza si ndio? Mwanao akiolewa akaanza tematema mate, unajua tayari amepata kitu ndani, sio? Kwa hiyo Manareki na kuona mbona tematema mate leo. Mwana tematema mate, maana yake una mpango. Malengo. Masudi hapa, malengo. Mpango. Masudi. Barakallahu fikum, mwabariki sana. Asante. Naomba niwatakie kila laheri. Mungu akubariki Leki. Wewe na mke wako kipenzi, sawa mwa nikuone. Mkurugenzi kidogo nisaidie kidogo. Simameni familia ya mchakato. Wale wawili wakutane na mkono wa mwenyekiti wa chama kinachotawala nchi hii. Haya. Na ufungisha ndoa leo. Baada ya hapo tutakwenda. Hongera sana mama. Ndio kuu atakwenda kusalimiana na timu. Waje kidogo. Jamani, Mungu awabariki sana. Hotuba yangu imeisha, nipige makofi nikae tafadhali. Hao wanaosimama ni familia ya ndugu. KTB Media. KTB Media. Pia kama wa Yanga ni kama wa Simba hivi. Sisi hapo wananchi. Kitu Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo bwana, mtu anakuja kwako na ngoma, alikunywa pombe jana, anayumba utampa kazi. Lakini mtu ambaye amekuja asubuhi akiwa ameshiba, unamuona kabisa hana wasiwasi. Huyu hata kiweka shambani atalima vizuri, na hakika kipenzi, simama mama nikuone. Simameni familia nzima. Mkurugenzi kidogo nimsalimie kidogo. Simameni familia ya mchakato. Wale wawili wakutane na mkono wa mwenyekiti wa chama kinachotawala nchi hii. Haya. Mchakato Cup finali, timu zinakaguliwa na mgeni rasmi
Akimaliza baada ya hapo tutamkaribisha mtangazaji wa mpira. MC namba 1 unasemaje? Mimi nakuomba niombe wale watu MG na mtangazaji wetu wa mpira wa siku ya leo, wakati mpira unaenda kuanza, basi tutakabidhi microphone kwako. MC, tunaomba wale wanaosika na mpira na wako ndani ya muziki na mchezo wa leo. Lengo la Kitega sasa, Chanyangabwa anaenda kupiga. Chanyangabwa anaenda kupiga sasa. Hatari katika lango la timu ya anaokoa center full namba 5 Mr. Adam. Kona ni nani? Ni Deriki Albert. Jezi amevalia jezi namba 11. Anacheza mpira nani? Anacheza na babatiza pale ile fanya 80. Bado wanacheza mipuka ndogo 80 goal kick. Inachezwa kuelekezwa lango la timu ya Muungano na anaenda kucheza, anacheza ndefu na inapigwa kichwa. Vijana wa Muungano usiwe nakataa, inawekwa kichwa na vijana wa Kitega nakataa pale. Timotheo anakataa, anampa nani hapo kumtafuta, inakataliwa. Anacheza mpira mrefu, anaukimbilia pale Swaibu, lakini mpira umekuwa mwingi kumzidi speed yake na unakuwa ni wakurushwa ya Kitega. Wanasharusha tayari kumtafuta nani, anacheza kichwa, piga acrobatic, lakini wanategeana pale. Antidi sana anacheza ndefu, anaenda kwa kipa. Muungano wamepata goli la kwanza. Hayawi Muungano wanakwenda, Kitega wanakwenda, Kitega wanakwenda. Muungano wanakwenda, Muungano wanakwenda. Muungano wanakwenda, Muungano Chanyangabwa. Muungano wanakwenda, Muungano wanakwenda. Inakataliwa sasa. Inakuwa ni offside. Inakuwa ni offside sasa, inaenda kupigwa kuelekezwa katika lango la Muungano. Inaenda kuelekezwa katika lango la Muungano. Mabibi na mabwana, watu wameanza kufurahi katika viwanja hivi. Watu wameanza kufurahi. Kitega wanajiuliza tumekwama wapi? Inaenda kupigwa kuelekezwa katika lango la Chanyangabwa. Wanakataa. Kitega wanakataliwa. Kitega wanakataliwa. Muungano unapokea. Inaenda kurushwa kuelekezwa katika lango la Muungano. Inaenda kurushwa kuelekezwa katika lango la Muungano. Muungano moja, Kitega sufuri. MC wangu na mabili. Unaona nini kinachojiri katika viwanja hivi? Moja kwa moja. Hakuna tayari kweli unaonesha ambapo timu zote zinacheza kwa jitihada lakini kwa umakini. Kuangalia ni namna gani vipi tayari mpira umesharushwa kutafuta tayari golikipa Matakila ameshanyaka mpira ule. Na anaanzisha ndefu kumtafuta Kamumi na mabeki namba 5 na namba 4 wapo pale. Anakwenda Kamumi na anakwenda. Mumi na anakataliwa, Mumi na anakwenda, Mumi na anakwenda, Mumi na anakataliwa. Inaenda kurushwa kuelekezwa katika lango la Kitega. Kitega anakataa, Kitega anakataa. Inakuwaje sasa? Waamuzi wanakwendaje? Wanasema inaelekezwa katika lango la Muungano. Sasa unakwenda Muungano, unakwenda Muungano, Muungano unakwenda, Muungano unakataliwa, Muungano unakataliwa, Muungano unakataliwa. Nipo huku. Naenda kurushwa kuelekezwa katika lango. Kijana kama yupo. Ila naisi atakubaliana aje. Kuelekezwa katika lango la Kitega. Sasa Muungano unakwenda, Muungano unakwenda, Muungano unakwenda, Muungano unakwenda, Muungano unakwenda. Peji ngapi nahitaji? Mama yangu. Mama yangu kumsa. Masembi yamefanyika. Kuna peji. Masembi yamefanyika. Picha 40. Masembi yamefanyika. Inaenda kurushwa kuelekea katika lango la Kitega. 12. Alafu kuna picha 80. Kurushwa sasa wanaenda kupokea. Wewe tuone sasa kwa shilingi 18 baada ya 20. Inakataliwa. Haya sawa.
Kwa dakika zinazostiri Muungano moja Kitega sufuri, lakini tukiwa na waamuzi wetu watatu wakiwa ndani ya viwanja hivi, askari wetu wakiwa katikati ya kiwanja na waamuzi wetu wakiwa wawili kwa ajili ya kusaidizana kuangalia kinachoendelea katika viwanja hivi. MC namba 2 twende. Mtaka anacheza pale mbele kumtafuta kama mpira umekuwa ni mrefu na inakuwa ni goal kick. Ni goal kick, mpira utapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Muungano. Na mpira unatengwa pale na goalkeeper wa Kitega Mr. Evans Bukulas. Anatenga pale mpira. Tayari Muungano wapo mbele kwa goli moja na Kitega wapo nyuma. Mpira umeshapigwa mbele pale kumtafuta nani? Kitega wanajaribu lakini Chanyangabo wanakataa. Muungano inarushwa tena mbele pale, inakataa. Mr. Mberwa inapigwa kwa kile ya Mese. Ilikuwa imepigwa, ilikuwa ni hatari, imegonga mtamba wa panya wanasema Waswahili. Ilikuwa imepigwa bomba babo matata kabisa, lakini kwa bahati isiyo nzuri kwa timu ya Kitega imegonga mwamba na imetoka nje, na utakuwa ni mpira wa kutengwa na utapigwa kuelekezwa kunako lango la timu ya Kitega. Na tayari mpira umesharushwa uwanjani kwa ajili ya kuanzisha, na kipa Katagira Stefano anaenda kutenga huo mpira ili uweze kuchezwa. Wapenzi watazamaji na wapenzi wasikilizaji, tunawaletea matangazo ya fainali ya Mchakato Cup, ambapo hii fainali imekutanisha hizi timu mbili za timu ya Kitega FC kutoka Kitega na Muungano FC kutoka Chanyangabwa, na pambano ni mkali kweli kweli, na mpira sasa hivi ni wa kurushwa kuelekezwa katika timu ya Kitega. Wanaoenda kurusha ni Muungano FC. Naona wachezaji wana vibe kweli, wanaitaka kweli kweli hii finali. Tayari mpira umesharushwa kumtafuta Bruno, mpira umebabatiza kwenye mguu na utakuwa kurushwa kuelekea kunako lango la timu ya Muungano. Ni faida kwa timu ya Kitega. Anaenda kurusha mpira namba 3, Swaibu anarusha mpira kule mbele, gonga kichwa kumtafuta Inafukato. Kato anacheza mbele lakini Atidius anakataa, na mpira bado kwa una baba juu, bado unapigwa pele mbele, unakataa. Mpira bado hujatulia, yani piga ni papatu zinaendelea pale, bado hajatuliza mpira chini, na Muminu anakimbilia mpira na Bruno, lakini beki namba 4 pale anakataa. Boniface Edward kutoka timu ya Kitega, na bado mpira upo, umepigwa na Happy Marcus Edward, lakini tayari wameshakataa vijana wa Isa, na utakuwa ni mpira wa kurusha. Anaenda kurusha mpira huo ni Bwana Frank John kutoka timu ya Kitega, anarusha kuelekeza timu ya Muungano, anarusha pale kati, lakini Antilis anakataa, bado anarudishwa tena. Muungano unakwenda sasa, Muungano unakwenda, Muungano unakwenda, Bruno anakwenda kijana kwa kinyigo. Anakataliwa. Mama yangu. Sasa watu wameanza kufurahi katika viwanja hivi. Wanaweza wakapokea majibu mengine, Muungano wako vizuri. Lakini kama vile timu zote zinalingana uwezo. Tuko katika viwanja hivi vya shule ya msingi Chanyangabwa. Tuko kwenye ligi ya Mchakato Cup, kata ya Songa Mbele. Inakwenda sasa Kanyigo. Aya, mama yangu. Sasa tunakwenda sasa Chanyangabwa. Wanakataa Kitega. Muungano wanapokea, Muungano wanakataa Kitega, Muungano wanapokea. Inakwenda wapi sasa? Refa anasemaje? Ni madhambi yametokea, ni mpira unaelekezwa kuelekea katika lango la timu ya Muungano. Ina maana hapo advantage ipo kwenye timu ya Kitega, na wanaenda kucheza free kick hiyo ambayo imetengwa na mwamuzi.
na anaenda kucheza si mwingine ni kijana mdogo sana kutoka timu ya Kitega, Swaibu Abbas. Anarudi nyuma, anaangalia wenzake, anainyanyua juu kumtafuta nani. Tayari mabeki wa timu ya Chanyangabo wamekataa Muungano FC na mpira ni wa kurusha kuelekea katika timu ya Muungano. Anaenda kurusha, wanarusha, wanakimbilia mpira huyo nani, Bushi anaurusha mbele kumtafuta Kamomi, na mpira umekuwa na spidi kuliko Kamomi. Refa anasema nini? Offside. Offside, na itapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Muungano. Anaenda kutenga mpira ni Adam Posian, huyu ni mwalimu kutoka shule ya msingi Kitega, ni matunda ya mkurugenzi, ni matunda ya mwenyekiti wa halmashauri ya Kyerwa. Ananyanyua huo mpira mbele, anaucheza, mpira umekuwa ni ndefu zaidi na kwa goal kick. Mpira utapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Kitega. Ubao unasoma ni 1-0. Muungano FC wapo mbele kwa goli moja, na Kitega bado wanajitafuta ni kwa namna gani, vipi wataweza kusawazisha hili goli ambalo wanatanguliwa, na wakiwa wanajiandaa kusawazisha, Muungano wanatembea mkamuka na katika shoot goal kick. Hiyo inahesabika kwa ni shot of target, na nipende tu kuwafahamisha ya kwamba haya mashindano ni kwa mara ya 3 sasa yakifanyika katika maeneo haya, na mdhamini ni yule Bwana Alexander Lugara kutoka katika kijiji hiki, ambaye ni mzaliwa wa kijiji cha Chanyangabo, kata Songambele. Hakika ni tunajivunia kuwa na mtu kama huyu ambaye anaburudisha jamii. Mpira unaendelea pale, Adamu anakataa, anamtafuta nani, anamtafuta Swaibu anavutua mpira pale, lakini wanakataa Chanyangabo ambao ni Muungano. Mutaka ameucheza, lakini huyu namba 8 Timothy Damusiani. Asante sana Bwana Vitus Mzale kutoka Fadeko Radio. Tuko mtandaoni, lakini pia matangazo yetu yako live mbashara. Sasa ndugu, watazamaji wengi waliokuja katika viwanja hivi, tunapenda kuajiri kinachoendelea katika viwanja hivi. Kwa dakika zilizopita, dakika 20, ambalo Chanyangabo FC imeshapokea goli la kwanza, lakini pia Kitega FC bado wako 0. Inakwenda sasa, wanakwenda Kitega sasa, wanakwenda Kataa FC, wanakwenda Muungano wanakwenda sasa, inakataa kwenda kurushwa katika lango la Muungano. Muungano wanakwenda sasa, sasa wanaenda kurusha kuelekeza katika lango la Muungano. Muungano wanapokea, Muungano wanakataliwa sasa kuelekezwa katika timu ya Muungano FC. Wamesharusha, lakini tayari beki namba 2 amekataa. Wanakataa tena, wanamtafuta nani, anti amekataa. Mwamuzi anasema tayari kuna offside. Kuna mchezaji wa timu ya Kitega alikuwa ameshajenga kibanda, na mpira utapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Kitega FC. Anaenda kutenga mpira pale ni fullback namba 2 wa timu ya Muungano. Atidius tayari ameshaanzisha, anaotafuta nani, anakataa. Wanapati imepigwa chini, lakini mwamuzi anadai goal kick. Ni goal kick ilipigwa mashine ya chini. Mabeki wa timu ya Kitega walijichanganya, lakini ikatandikwa shuti la chini na limekuwa ni goal kick. Kwa bahati nzuri halikuweza kulenga lango. Lango la timu ya Muungano daktari wameshanyanyua, Muungano wameshasawazisha makosa yao, lakini bado mpira una timu ya Kitega bado wana mpira. Papatu wameshanyang'anywa kidogo. Adamu ananyanyua mpira huo, na mpira umekuwa kurushwa. Mpira ni kurushwa, utaelekezwa katika timu ya Kitega FC. Anaenda kurusha
Ni fullback namba 3 huyu. Anarusha mpira Ramadhani. Tayari anamtafuta nani? Anamtafuta na mpira moja tu na mpira wao kwa mrefu. Anakataa pale Antidius, lakini tayari wana Frank ameutoa mpira na umekuwa na kurusha advantage kwa timu ya Muungano. Na kurusha Muungano FC. Anarudi nyuma mchezaji kurusha mpira. Tayari amesharusha. Mwamuzi anasemaje? Umerusha vibaya. Acha tukufundisha kurusha. Inakuwa advantage kwa timu ya Kitega. Kitega wanaenda kurusha. Anaenda kurusha Frank John aliyevalia jezi namba 2 mgongoni. Anarusha mpira kuelekezwa katika timu ya Muungano. Mwamuzi anasema nini? Mwamuzi anakuambia unarushaje? Hili sio wewe bwana mdogo. Mpira utarushwa tena kuelekezwa katika timu ya Kitega. Timu zote mbili hazijaiba katika upande wa kurusha. Mwamuzi bado anatoa elimu kwa hawa wachezaji, anarusha tena kuelekezwa katika timu ya Muungano, lakini wanakataa Kitega. Wanacheza pale katikati ya dimba, wameshanyang'anywa mtaka, anamtafuta nani? Alikuwa anamtafuta Bushi, lakini wameingilia katika Mumi. Mpira umebatizwa, unakuwa ni mpira wa kurusha kuelekezwa katika timu ya Kitega. Kitega wanashambulia kwa zamu, lakini vile vile Muungano nao wanashambulia kwa zamu. Na ni mpira kweli unadhihirisha ni finali. Mwamuzi anasema nini? Goal kick. Goal kick itaelekezwa katika lango la timu ya Muungano. Mpira bado haujaanzishwa. Mwamuzi anaomba mpira mwingine. Wanakwenda Muungano sasa. Kitega wanaenda kurusha sasa. Kitega wanakwenda. Muungano wanakwenda. Muungano wanakwenda. Kamumi anakwenda. Mumi anamtafuta. Kitega wanakataa. 101.8 Fadek Radio tukiwa na Vitu Simzale kutoka Kayanga mjini. Inakwenda sasa. Kitega wanakwenda. Kitega wanakataliwa. Muungano wanakataa sasa. Muungano wanasema mnakwenda wapi Kitega? Lakini timu zote mbili zinalingana uwezo. Lakini Muungano mbele Kitega na Migina. Anapiga nani Ayesiga pale kumtafuta Blue na anakataliwa pale. Anarudisha pale nani Mtaka. Golikipa wa Kitega na Mari analala. Adamu akiwa ni mtumishi wa idara ya elimu Kitega. Anapiga mpira mmoja mrefu. Wanachukua pale Kitega na Mari anakataa pale Antidius Kizenga. Anachukua nani Ayesiga anamtafuta na Dennis uko wapi? Anakataa pale beki nambari 4 mgongoni Kitega. Wanachukua nani Ayesiga na nani Bushira anamtafuta Muminu anamtafuta nani Bruno anakataa. Anapiga mpira mmoja aondoa. Adamu anaondoa mpira mrefu. Akiwatafuta bado nani Ayesiga na Mari. Mchezaji nambari 6 mgongoni Ayesiga Deus na Mari. Anamtafuta nani Bruno anakataliwa na mchezaji wa Kitega. Budo na Mari. Mtaka anakataa, anapiga chenga la kwanza na Miri anakataliwa na mchezaji wa Kitega. Wanaenda sasa wapi Kitega na Mari anachukua nani Muungano anarusha nani Ayesiga anamtafuta nani Bushira anamtafuta Dennis anababatiza Dennis na Mari anachukua Mumino anakataa anachukua sasa Kitega na Mari anaondoa mpira unakuwa mpira nani Mumino wapi Dennis anapiga mpira goal kick. Basi karibu mtangazaji na bali ya shule ya msingi Chanyangabo kata Songa Mbele, ikiwa ni finali ya ligi ya Mchakato Cup. Endelea MC. Asante sana ndugu katika lango la Muungano FC. Wanaenda sasa Kitega kujiandaa na anamuona sasa Mwalimu Adam kwa ajili ya kupiga mpira huo uliotengwa. Anajiandaa beki nambari 5 anapiga nani Mwalimu Adam? Apiga mpira mmoja mrefu kutafuta lango la timu ya Muungano. Wanakataa sasa nani pale Bushira. Anachukua nani pale Kitega anakataliwa. Mchezaji nambari 10 mgongoni wa Kitega FC yuko chini. Mchezaji nambari 11 yuko chini, mchezaji wa Kitega FC. Wakati huo refa anajiandaa sasa nani Berwa anaenda kupiga mpira, anapiga mpira mmoja mrefu atafuta wachezaji wa Muungano. Wanakataa sasa pale. Wanaenda sasa Kitega anakataa pale nani Sugu. Mchezaji beki nambari 3 mgongoni. Lili yuko chini. Anasema nenda twende. Inaitwa fair challenge. Apiga mpira mmoja mrefu. Muungano FC anakataa pale wapi? Kitega anaondoa.
unakuwa ni mpira wa na ikawa ni goal kick tayari juju kumtafuta nani Kitega, wanakataa Mtaka na urudisha pale, anakataa Boniface Kitega Kitega na Mari nani anakataa pale mbele akimtafuta nani Bushira na Mari chenga Kitega, mpira moja mrefu watafuta Kitega, anakataa pale Dennis anakataa na Kitega, wanaenda Kitega na Mari anakataa pale nani Mtaka nani Bushira anasema Johnny, wanaenda sasa Muungano Dennis na Mari, Dennis Moko Muungano FC anachukua Kitega mchezaji namba 3 mgongoni anachukua mpira mmoja, mnamtafuta nani mchezaji namba 9 mgongoni anachukua Kitega na Mari, chenga la kwanza anamtafuta Kitega na Mari, wakati wanakataa mchezaji namba 3 mgongoni, wakati Muungano mzani ukiwa unasoma sawa, anachukua nani Bruno na Mari, anamtafuta nani Dennis anakataliwa na Kitega na Mari, wanaenda Kitega anamtafuta mchezaji namba 7, mpira unakuwa ni mwingi katika mechi ya makundi. Bado mpira unababatizwa pale ile penye pembeni nao wamepata nani Berwa ananyanyua mpira kumtafuta nani Kabome, offside juju na unarudishwa na nani Bruno nao, lakini Adamu anakataa tena, anaurudisha kule unagonga kichwa Kwa majina naitwa Nesto Mdeusi, kuzaliwa hapa Chanyangabwa, kata Songambele. Na mimi ni kocha wa timu ya Muungano FC ya hapa Chanyangabwa, kata Songambele. Timu yangu ipo finali. Na mchezo hichi ni kipindi cha kwanza, dakika 45 zimeisha, tukiwa tumetoa sare ya moja. Ambavyo sisi kama timu ya Muungano malengo yetu ni kuchukua kombe, bado pointi ni zetu. Na wachezaji wangu wote wapo timamu. 100% tunaenda kushinda. Asante. Mimi naitwa Hafiz Abasi Saidi, shabiki wa Kitega FC. Leo ni finali kati ya Kitega FC na Umoja FC. Ni timu ambazo zinatoshana ubabe na timu ambazo zinawezana katika uwanja. Mchezo ni mzuri, mchezo unaenda vizuri, na mdhamini wetu ametuwekea ligi nzuri, tunampenda, tunamkubali, na ni mtu ambaye anajitoa muda wote. Hivyo muda wote tunaona ni burudani, kama tunapata wadhamini kila siku nao tudhamini, wanaotupenda na tuwekea ligi kama hizi, tunafurahi sana, maana mchakato kitu alichokifanya kizuri sana. Sisi kama Kitega tunaamini kwamba ushindi lazima tuwe washindi na lazima tuchukue ile kombe, maana mpira wetu ni mzuri sana, kama inavyoonekana katika uwanja na inavyoonekana katika pichi. Tunafanya vizuri, tuko vizuri, lazima Mungu atusaidie tubebe ubingwa na tupate ile kombe. Majina naitwa Eugene Valentine Mlinda, ni kocha msaidizi wa timu ya Kitega FC na ni mkazi wa Chaburuga, kijiji cha Kitega. Tupo katika finali, tupo tunapigana, tunachuana, tunapambana vikali na timu ya Muungano FC. Na mpira uko vizuri, mpira unaendelea vizuri, bado tunaongoza kwa draw moja, lakini yote kwa yote tunamwomba Mungu azidi kutusaidia tuweze kuondoka na ushindi katika mchezo huu leo. Mchezo leo sisi tunatarajia ushindi kwa sababu tumejipanga, tumefanya maandalizi, na kwa ujumla naweza nikasema kwamba maandalizi yamekamilika kwa 100%. Katika timu yetu hatuna majeruhi, wachezaji wote wako fiti, wamejiandaa na mchezo. Kwa hiyo Mungu akijali tunaweza tukachukua ubingwa, lakini bado mpira unaendelea, lolote naweza likatokea, lakini ni matumaini yangu kwamba kwa jinsi tulivyojiandaa, tunavyojiamini, na timu tunayocheza nayo ni timu kubwa, lakini tunaiheshimu, tunacheza kwa kujiheshimu, kwa kuheshimu sana, na Mungu atasaidia, tutashinda. Anaenda kucheza mpira
ni yule yule anayeanzisha mipira ya nyuma, anameshanyanyua mpira wa juu, lakini anti anakataa, anamtafuta Mtaka anachenga la kwanza, Mtaka anamtafuta namba 11 ambaye ni nani? Ni kaka yake huyu Bushira anautuliza vizuri. Nini kinatokea? Mpira umeshatolewa nje. Mwamuzi anasema ni mpira kurushwa. Utarushwa kuelekezwa katika lango la timu ya Gitega. Advantage kwa timu ya Muungano FC. Anaenda kurusha mpira ni nani? Ramadhani anarusha mpira kuelekea katika lango la timu ya Chanyangabo la Gitega. Nani huyu? Mtaka na mali. Mpira unakuwa mwingi, unakuwa ni goal kick. Wakati huo unapokea ujumbe kutoka kwa Abdulrazaki, anasema anaitakia Gitega bao 2-1. Wakati huo anasema kwamba ni Biata Biera kutoka Dandogo, anasema nini? Maksudi na watakia Gitega bao 2-1. Ujumbe unazidi kumiminika kweli kutoka viwanja hivi vya Changaba Shua Msingi. Anachukua nani mali pale, nani Antidius anamtafuta Bruno aka Kuke. Bruno na mali anaenda nani pale, anasema nini? Offside. Ni offside, itapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Muungano, ambapo kuna mchezaji mmoja wa timu ya Muungano alikuwa ameshajenga kibanda, si mwingine bali ni nani? Maicheza Gitega namba 10 anageuka, anachukua sasa nani pale, wanaenda sasa Muungano, anachukua Muungano, Bruno sasa na mali anatanguliza, anaenda Bruno mwenyewe, anamtafuta Mumino na mali, mpira unakuwa mwingi kwa nani pale, inakuwa ni mabadiliko yanafanywa katika timu ya Muungano FC. Anachukua nani pale, Dennis anatoka, na mchezaji ambaye hajatambuliwa jina mpaka muda huu anachukua jezi nambari 11 kama sikosei, kwa ajili ya kuendeleza ungwe. Anatoka mchezaji mwingine na wakitega na yeye. Ni mabadiliko yanafanywa na timu zote mbili. Nidhamu inaendelea kushamiri katika uwanja huu, wakati ulinzi uko vizuri kila kona za uwanja huu, ulinzi uko vizuri. Mpira umesimama, umerushwa sasa, anaenda sasa Muungano, anachukua sasa Gitega, anakata Adam anapiga mpira mrefu kwa tafuta Gitega. Mpira unapigwa vile. Wote wako vizuri, timu zote zimelingana nguvu. Gitega na mali anachukua mchezaji nambari 11, mchezaji wa Gitega nini anasema pale ushajenga kibanda, wakati mwamuzi wa pembeni alishakataa, anasema ulijenga kibanda. Gitega na mali anakata, anachukua Bruno na mali anachukua sasa Gitega, anakataa, anatoka mchezaji nambari 11 Gitega sasa Gitega na mali anasini, anampa nyama si mwingine, anaitwa Antidius Kizenga, mchezaji nambari 2 mgongoni, Bera na mali. Mpira unakuwa ni mwingi. Ni mpira ulipigwa kuelekeza katika lango la Muungano, lakini muda huo beki nambari 2 nambari 5 pale Berwa. Karibu mtangazaji nambari 2 kwa dakika chache mbashara katika viwanja hivi. Asante. Berwa tayari ameshaianzisha mbele pale kumtafuta Bruno na Luka, lakini beki wa Gitega amekaa vizuri, bado mpira Gitega wanao anacheza pale. Gitega ameshanyanyua kuja kutoa kuumisha sasa mkosa, mpira una bamba huko, lakini bado Budo na mali Budo ana mpira. Mwamuzi anasemaje? Mwamuzi wa pembeni, lakini bado inapetwa. Gitega na mpira vizuri. Asante sana KTB, tunaona mwandishi wa habari mko vizuri, bila kumsahau mwandishi wetu wa habari, tunakushukuru sana. Wakati huo mpira anakataa pale, deka anachukua nani, anasema nini? Ushajenga kibanda. Asante sana mwenye Bruno popote pale ulipo. Anachukua sasa mali yake kwa kipa wa Gitega, anasema hiki ni chakula changu. Asante sana.
viongozi wote idara mbalimbali wilaya Kyerwa, anazipiga sasa hivi. Mpira moja mrefu kwa tafuta Kyerwa, hapana, mpira unakuwa ni mwingi, unakuwa Kyerwa ushindi. Mpira sasa unaenda sasa, anachukua na pale Buruna maana kataliwa na Kitega. Ayesi Gamini anaenda sasa Kitega kwa kichwa, anachukua nini? Anachukua nani? Ayesi Gamtaka, hapana, anachukua sasa. Wanaenda sasa Muungano, Kitega na Mari, Kitega na Mari, anachukua nini Kitega? Anachukua goli, Kitega na Mari anacheza. Kitega na Mari, Kitega na Mari, anakataa pale. Wanakataa kuchukua nani Mbera. Mbera na Mari, Kitega na Mari bado. Anakataliwa pale na mchezaji Ayesiga. Ayesiga anasema nini? Hapana, chakula changu. Ayesiga na Mari. Anakataa mpira. Hatari kunapatikana na goli timu. Kwa ajili ya kutoa huduma au naitwa Mugizi na watakia ushindi Kitega bao 5. Asante. Naitwa Johansen France kutoka Karengo na watakia Kitega piga au Muungano bao 7. Asante. Golikipa wa Kangarame mchakato weka kombe lingine. Asante. Majina naitwa Emmanuel C. Kibogora from Kitega na kupongeza. Anaenda pale nani yule nani anachukua Kitega. Kitega changa la kwanza nakataa pale nani Mtaka. Bado Kitega na Mali. Wanachukua sasa nakataa pale nani Budo. Wanachukua Kitega. Kitega na mpira mrefu sana anakataa pale Antidus Kizenga. Mpira unakuwa ni mwingi anachukua nani pale Sugu. Sugu na Mali anachukua sasa Kitega. Bado Sugu anacheza. Anasema nini? Madhambi yamefanywa na Sugu mchezaji wa Muungano FC. Mpira unatengwa kuelekeza katika lango la Muungano FC. Wakati huo mchezaji wa Kitega FC yuko chini akiendelea kugagaa. Wakati huo mchezaji wa Muungano FC akiendelea kumpa huduma ya kwanza kwa busara ya heshima, na naona wako vizuri kwa ulinzi wao na uandishi mzuri wa habari katika viwanja hivi. Anaenda kupiga ni yule Adam kutoka Kitega, anapiga mpira mmoja mrefu kutafuta lango la Muungano. Nini? Mpira unakuwa ni mwingi. Faraja anapiga simu. Naam mtaalam.
Yupo hapa na pili. Haya. Asante sana kwa ajili ya kupokea jezi. Jamani tunaomba asante sana kwa taratibu. Wachezaji tunaomba tusije uwanjani. Kamati ya ulinzi tunaomba watu wabaki kule wasije uwanjani kama mnaenda kutumia. Asante. Baada ya hapo tunamuita golikipa bora. Tunaenda haraka na tukio. Golikipa bora ni golikipa kutoka timu ya Songa Mbele anaitwa Nadhiri Wanyama. Hapa hakuna kuchakachua. Huyo ni golikipa bora wa mashindano. Unasikia na wanaohudhuria wanasema kamati itapendelea. Baada ya huyo golikipa bora tunaenda kumpa zawadi timu ambayo ilionekana kutukwaza, ambayo haikuwa na nidhamu. Haya, hao ni chipukizi. Sasa timu yenye nidhamu, baada ya hao waje Kibona FC. Kibona FC, watu wa Kibona kama kuna captain au Kibona FC kama hawapo mwakilishi aje kuwachukulia zawadi yao kama timu iliyoonyesha nidhamu kwenye mashindano. Asante sana watu wa Kibona kama timu yenye nidhamu. Baada ya hapo twende kuona mfungaji bora wa mashindano. Mfungaji bora wa mashindano anaitwa Mumin Ibrahim. Amefunga magoli 9 kutoka timu ya Muungano. Huyo ndiye mfungaji bora, jezi namba 9 kutoka timu iliyoshinda mashindano haya, anaitwa Mumin Ibrahim. Baada ya hapo nimlete mchezaji bora. Nimlete mchezaji bora. Huyu anaitwa Safati kutoka timu nyingine. Wanamuita Max Zengeri, wengine wanamuita Mbappe. Huyu amechaguliwa na kamati kwamba ndiye mchezaji bora wa mashindano. Mwingine ambaye jana ilicheza nafasi ya ushindi wa 3 kwa mshindi wa 4, lakini wamempata kijana mdogo sana, lakini kwa kipaji chake, kwa wale wanaotafuta vipaji, hapa mpira upo. Hapa mpira upo. Tukisha toka hapo tunapata mshindi wa 3. Mshindi wa 3 ni timu kutoka Songa Mbele. Captain Songa Mbele nenda kupokea zawadi yetu. Hongera sana kwa mapambano. Hongera sana kwa mapambano. Hiyo timu kutoka Songa Mbele, huyo ni team captain. Pia huko kwa kwamba anacheza beki, anacheza pia kubwa sana huyo pia. Anaitwa Pipi Kamara. Beki kubwa kali mno. Baada ya hapo tunamuita mshindi wa 2 ambaye amepatikana siku ya leo aje kuchukua zawadi, team captain wa timu ya Kitega. Nilimwona mwalimu Adamu. Wewe unabidi kuongeza mtalia hujachukua kombe. Asante sana, tumeambiwa kuna nimeambiwa kuna zawadi ya mchezaji chipukizi anaitwa Salum Swedi kutoka timu ya Kangarame hapa. Mchezaji bora chipukizi anayechipukia mtoto mdogo kweli anaitwa Salum Swedi. Anaitwa Mrisho Gasi. Mchezaji bora chipukizi. Kweli alionyesha kipaji sana huyu mtoto. Kwa mashindano haya wale wanaotafuta wachezaji kweli mpo. Hivi ni vipaji vinavyotumiwa kutoka chakatukata. Zawadi yangu nikilisahau. Salumu endelea kupokea zawadi kama mchezaji bora chipukizi.
anayechipukia. Sasa ukiangalia na umri wake na mpira anaocheza, hao ni wachezaji ambao wanatakiwa kuangaliwa na viongozi waliomo hapa mbele. Kijana mdogo, mpira mkubwa. Mshindi wa pili tayari ameshachukua zawadi. Sasa mshindi wa kwanza ataanzia bahasha, baadaye atapokea kombe. Mshindi wa kwanza uchukue bahasha, captain, alafu baadaye wale walikwenda kunyanyua kombe mtalipeleka kumkabidhi mchakato, yeye mwenyewe na atamkabidhi mgeni rasmi. Hiyo ni timu ya Muungano. Hiyo ni timu ya Muungano, wanapokea zawadi ya bahasha. DJ andaa muziki wakati wanapokea kombe, utapiga muziki. Wale walikwenda peleka kombe, wale kina dada peleka kombe kwa mchakato. Captain baki huko. Wale washukua taarifa, shika vizuri vinaza sauti, vyombo vya habari. Haya. Tangulia mwenyekiti zako. Mpatie mchakato yeye mwenyewe na mkabidhi mgeni rasmi. Wape meno disco. Sasa mchakato sijui utoke huko ili uje kupokea kombe hapa na kukabidhi mgeni rasmi. Kombe ndio. Ukidada tuomba mkupishe. Rudini huku. Mwenyekiti kapo ndani. Kaa hapo. Kombe hiyo. Apewa mgeni rasmi. Mchezo wa leo wanaenda meza kuu wakapata pongezi na maua yao. Waamuzi wa mchezo wa leo waende kupata pongezi na maua yao. Waamuzi wa mchezo wa leo waende meza kuu kupata pongezi na maua yao. Tunashukuru kwa kutenda haki. Tunashukuru kwa kutenda haki. Lakini MC namba 2, yes sir, nikuombe kidogo, niwaombe wale wa timu ya Muungano. Vijana wenu waweze kuchukua kombe la bati nyeo mko huko nyuma. Niombe viongozi, timu captain, mkabidhi mwenyekiti wa timu na wadhamini kusaidia wote kwa pamoja. Basi kulia kwa ajili ya kuchukua picha kwa pamoja. Kombe oye! Kabla sijafunga, Simba imeenda nusu fainali. Ndugu kama ningekuwa nimeanza mwanzoni, lazima niseme mimi nimkaribishe Chakato Cup 2025 ili aweze kuongea kwa sababu zawadi hizi ametoka kwake ili baadaye nije walioshiriki hafla hii, lakini pia nishukuru timu zote zilizoshiriki ligi hii zikiwa timu 9 kwamba katika mashindano nyote hamwezi kushinda. Mlianza mkiwa 9, leo mmemaliza ikiwa timu 2, lakini pia mmepatikana mshindi. Niwapongeze wale waliochukua kombe kwamba mmejitahidi, lakini pia niwapongeze wale washindani wao kwamba walikuwa wanajibu mashambulizi. Kitega oye! Mimi binafsi kwa tafsiri
binafsi yangu nimeona kama Kitega imebeba kombe. Nimechukulia historia ya timu ya Muungano wanavyoshiriki Machungwa Cup, nikawachukulia na hawa sijawahi kuwakutana kwenye timu yoyote, walikuwa wakajibu mashambulizi kila dakika. Nyinyi wenyewe ni mashahidi. Kitega oye! Lakini pia ni wajenge moyo wale wote ambao hawakuweza kufika fainali, lakini timu zote zilizofika robo fainali na nusu fainali ni timu bora. Nikisema Songa Mbele oye! Migina oye! Kitega safi! Muungano je? Baada ya kuyasema hayo, niliwaahidi swala moja kwamba hili nitalifanya kila mwaka, ila nitaomba mniwekee na sala zenu. Amina. Ili niwe na kauchumi kanapanda ili nibege kidogo baada ya familia. Jamani! Niwamegee na wananchi. Jamani! Rugara safi! Jamani! Makusudi. Lakini pia niwashukuru kamati nzima iliyoandaa utaratibu huu, nikiwa nimetoka nimekuta utaratibu uko vizuri. Kwa hiyo ninawaheshimu na ninawaamini kwamba mnafanya jambo zuri sana. Lakini pia niwaheshimu sana viongozi wa chama waliokuja maeneo haya. Lakini na wanawake wangu wametumia message, wamesema huko pamoja na sisi na nyinyi na wananchi. Baada ya kuyasema hayo mengi ninayo ya kusema, nirudishe maiki kwa MC, niwapongeze kwa kazi mlioifanya, niwaombee kurudi nyumbani salama. 2026 tunamuka tena. Makofi jamani kwake. Jamani, hata mloshinda ndio hata salamu za kijaji. Niwapongeze wote kwanza mlioingia finali, wale walioshinda. Mimi naitwa Renato Sibone Pascapila, mwenyekiti wa chama cha mpira wilaya ya Kyerwa. Nina mawili tu ya kuambia. La kwanza, hakuna timu itakayoruhusiwa kucheza ligi ya wilaya kama haijasajiliwa. Hiyo ndio chukua mpigwa sasa hivi. Kwa ligi ya wilaya inaanza hata Songe. Lakini hamtaruhusiwa kucheza kama mtasajiliwa. Na usajili sasa hivi ni rahisi. Ofisi ya michezo pale kwa mkurugenzi, unasajiliwa siku hiyo, unapata certificate. Na kwa sheria, kwa sababu sasa hivi tumefanya angalau tucheze tudulike, ila sheria haikuhitaji kucheza hata mpira kama hujasajiliwa. Kwa hiyo naombeni timu zote zilizokuwa zinashiriki kufanya utaratibu wa kusajili. Sasa hivi ni rahisi, atoke tena Dar es Salaam. Lakini jambo la pili, niwaambieni mjiandae, kuna mashindano mengi yanakuja. Na mnapojua mwaka wa uchaguzi sivyo? Kuna mashindano ya kutosha. Kwa hiyo mkijiandaa vizuri mtachukua ubingwa. Lakini ninaona vipaji. Nitaongea na timu zilizokuwa zinashiriki, lakini mwisho wa siku tutakuja kupata ngao zaidi vizuri. Ukipata muda nadhani weekend pita sababu na Luka ITV. Naona watu wa media wako vizuri. Nitawasaidia angalau zifika hata TBC, Azam, ujione mlikuwa mnacheza hapo. Lakini la mwisho ni kushukuru Mr. Leki Uganda. Nilipata taarifa hizi nikiwa Dar es Salaam. Ila kama sitoki nimekuja. Na nimshukuru kwa sababu alipata utaratibu. Unajua siku hizi kuna mpira wa kimazoea unaofanya. Kama huna kibali, unaona hata askari amekuwepo hapo kwa sababu kuna kibali. Kama huna kibali na ukaanzisha ligi yoyote ile bila kibali, mimi nitakachokifanya ni kusikia UCD kwamba kuna kusanyiko la watu lisilokuwa maalum. Yeye anacheza mpira zinaitwa kusanyiko la watu lisiokuwa maalum.
hatuwalipishi. Ukipenda unaweza kachangia chama, lakini toa taarifa kwamba nina ligi yangu ya mbuzi, ya kuku. Ikitokea la kutokea nikaulizwa na viongozi, nijue kwamba hii ligi inafanyaje na itambua. Tuache mpira wa kimazoea. Toa taarifa kwa katibu wangu ama piga simu ofisini utakupelewa na useme nina ligi. Pengine nitakuja kutokea Transform, lakini anzisha ligi, patokea uvunjifu wa amani, watu wavuke miguu, atuombei kufa wengine wafe, wewe utaibeba kwa sababu sisi kama tangia zaidi hatujui taarifa hizi. Unaomba kuanzia leo mfanyeje? Nielewe. Asanteni sana na niwatakie siku njema. Mama Samia oye! Msikipa nafasi ambao yupo kwenye kwetu wa halmashauri, lakini mwenyekiti wa chama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina naitwa Edward Katuzu Kubalenda, diwani wa kata ya Kwenda, lakini pia mfanyabiashara. Niwapongeze kaka yangu Reki kwa amsha ya vijana, lakini kwa amsha hii na mimi nimemwambia kwa sababu na ligi yangu ya kata ya Kwenda napendekeza tukimaliza upande wa wingi kati ya Songa Mbele na Kwenda ili kieleweke, si ndio jamani? Lakini mimi sio mtu wa kuja na kuondoka bure, na ninataka niwape zawadi timu ambazo leo zimeshiriki. Angalau kila mmoja aje kwangu nimpe mpira mmoja mmoja. Weza kuendelea. Asante kwa kunipa nafasi MC, niwatakie kazi njema. Sasa mwenyekiti, kwa kifupi sana, Mheshimiwa viongozi ngazi ya wilaya, mimi kama mwenyekiti wa ligi kutoka Mvua 2025 nawashukuru sana na niwapongeze. Mwenyekiti wa komishani. Wakati tunaendesha kikao cha mwisho, uliniahidi kwamba timu itakayochukua kombe iwe Kibona iwe Kitega. Muziki unashuka Kitega unalala Kwenda hii. Sasa wameshanipigia simu au wa Muungano, muziki unaenda Muungano au unaupeleka Kwenda. Asante kwa ushauri wa vyombo vya usalama, lakini pia kwa ushauri wa Edisco nekelwa mpaka kwanza